कहता है चल उनसे मिल Asante. है कदम रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है. Haya basi, mabibi na mabwana popote pale mlipo, mkiwa ndani na nje mipaka ya Tanzania, kwa maana Rwanda, Burundi, Kongo, Kenya na kwingine kote sambamba na ulimwengu mzima, ni matumaini yangu ya kwamba nini nyote ni wazima, tena ni buheri wa afya kabisa kwa niaba ya Mungu. Nami pia sina budi kuitumia fursa hii adhimu ya kuwashukuru wale wote mnaonisapoti mimi kaka mdogo DJ Salu mitamboni. Nikwambie tu kwamba hii hapa inaitwa Taraka, ikiwa kwenye episodi ya pili, hatua yake ya pili. Tulipoishia pale kwenye episodi ya kwanza, ni pale pale ndiko ambako tunakwenda kuanzia. Lakini pia maswali mengi tulikuwa tukijiuliza, hasa kwa ambaye ndo kwanza unafika hapo sebleni kwako kakutia episodi ya pili, utaelewa tu. Familia sasa iko hapa, maisha ni magumu kulikweli. Tayari wameshatoka kulipa deni ambalo anadaiwa. Ili kila mwisho wa mwezi unapofika, basi kuna pesa ambayo anapaswa kuitoa kwa mtaalamu mtata ambaye ametoka muda si mrefu hapa kuchukua pesa yake rupia 100,000. Lakini sasa nyumbani maisha ni magumu, pesa hakuna, wataishi vipi? Haifahamiki. Mimi nikwambia tu kwamba hii hapa episodi ya pili, acha tuone itakwenda kutupa majibu ya aina gani. Haya sasa mko anasema kwamba hivi ndivyo takavyoweza kuendelea kuwa. Acheni tu tuendeleeni kudhalilika, kwa sababu haya ndio maisha tuliamua kujichagulia. Kwa nini anasema hivyo? Tutakwenda kufahamu, tutakwenda kujua zaidi kuna nini. Sasa tunaacha kule, tunakuja huku upande wa pili. Huku kuna binti mmoja tunamuona anafanya mazoezi mazoezi ya wanaita mazoezi ya viungo kwa lugha fasaha. Nisitumie lugha za ndani zaidi, kuna wengine watu waweza kunyelewa. Haya mazoezi ya viungo ya kunyosha miili, yani kuweka mwili sawa. Binti alikuwa zake hapa ni mrembo si haba, mtoto mrembo mrimbwende, kazaliwa Maka akakulia Madina. Yuko vizuri kweli kweli. Binti huyu hapa anatokea kwenye familia kitajiri. Tutakwenda kufahamu zaidi binti anaitwa nani. Tulia tu, kaa kwa kutulia kama nilivyokuambia awali. Tara bintibu utanyelewa na tutaelewana. Alikuwa akifanya zake mazoezi hapa. Lakini sasa binti yuko zake nyumbani, huyu wanamuita Jivika, alikuwa anamuita mdogo wake. Anambia, hebu tazama, madad kar dena. Kuna hizi nguo hapa, nataka nitoke nazo mara moja. Anambia, ni dada, kuna wakati unakuaga na hasira kweli kweli. Nashinda hata kukuelewa kusijui ni kwa sababu gani. Lakini yule mtu kanikera kweli. Anasema, hebu tafadhali bwana, hebu acha kumzungumzia yule mtu. Ameshachukua pesa yake na ameondoka. Anambia, lakini dada, yule mtu mimi kusema kweli bwana, hata sikuelewana kwanza. Anambia, basi usijaribu. Naomba, kuna kitu nataka unisaidie. Tera? Anambia, क्यों कर रही है? शाम तक भेज देंगे ना. yani hapa nilipo na haraka kweli. होता तो बात ही क्या थी? जॉब इंटरव्यू है. Anambia nakwenda kwenye interview. Kwa hivyo ndio maana nataka nifanye mambo yangu haraka haraka. Interview? Mama anakuja na uuliza, anashangaa tena. Anasema, interview? Unaenda kwenye interview? जब तेरा नौकरी करने का मन ही. Kuanzia lini mwanangu umetaka kazi ya kuajiliwa wewe? Mama. Anasema, jamani, mama mkwe, swali gani ambalo unamuuliza mtoto wako? Hamisha से ही शादी. Anasema, unajuaga kabisa Jivika ndoto yake na malengo yake ni kuolewa, kuwa mke wa mtu, kuwa na familia yake, ndio ndoto yake kubwa. Anasema, hebu subiri kwanza, nakuja sasa hivi. Dakika moja. Hebu chukue chakula chako mwanangu, sawa? नहीं सोचा. Anambia, hapana. ना चाहिए. Hakuwahi kufikiriaga, lakini sasa ndo kafikiria kwenda kuajiliwa. Anasema, sasa hadi lini atamtegemea kakake? Acha naye akafanye kazi, apate kazi ili endelee naye kutimiza majukumu hapa nyumbani. Sio tu kila siku mnamtegemea mume wangu ndio atafute pesa. Mume wangu kuna wakati mwingine kazi yake kuhudumia nyinyi tu, kula, kunywa, kulala, kila kitu. Alafu hata mimi ananishindwa kunipa pesa kwenda kusuka. Tena wewe ndio usongee kabisa swala. Nyamaza, tena funga mdomo wako. Unajua hata nini maana maisha. आप जो करना चाहते हैं. Ananongwa kweli kweli. Anasema, kuna wakati mume wangu mimi nashinda hata kuelewa. Anashinda hata kunipa mimi mke wake pesa kwenda kusuka. Lakini nisikia nikwambie kitu kimoja, wifi yangu, unapaswa kwenda kutafuta ajira. Anasema, Jivika, mimi nafikiri tena kutafuta kazi, Mungu atamjalia, atapata naye atimize majukumu ya hapa nyumbani. Anasema, jamani, mimi nafikiri nachelewa. Tafadhali naomba nitoke niwahi. Anasema, unapaswa kuwa na furaha wifi. Mama. Anasema, Jivika atakapopata kazi na hata Swara pia hivi karibuni atapata kazi. Kumbuka kuna deni kubwa rupia 42 tunadaiwa. Pesa nyingi kweli kweli. Sasa acha Jivika aende kutafuta kazi. Atakapopata ataweza kutusaidia kulipa hilo deni. Kuwa na amani mwanangu. Nikutakia maisha marefu.
वही नहीं Anasema wifi, धनवान भव anambia baraka zangu ziwe na wewe, katafute kazi upate pesa. तो होनी चाहिए ना. Tunataka furaha, upate pesa. Mume wangu unayempunguzia majukumu anipatie hata pesa za kwenda saluni. मैं चल. Katakata kucha. स्वराज जल्दी चल. Haya basi. Anambia basi na mimi acha tu nitoke mara moja. Alimchukua mdogo wake, wanaondoka. Binti anamuita Paravi. Ndo mkwe, ananongwa kweli kama Ashura nongwa. Basi wakati yule binti ambaye alikuwa akifanya zake mazoezi huyo baada ya kukamilisha mazoezi yake sasa alikuwa tayari ameshatupia. Bwana ana kiuno feni hatari. Anaona mwenyewe mwendo wake, yani twiga kasingiziwa. Sasa wakati huo alikuja Shiroko. Sasa huyu ni shemeji yake anaitwa Shiroko. Binti katika familia hii aliolewa tu. Anambia sasa utazama gloves zako. Zimechoka kweli, yani zimeisha. दिन की छुट्टी नहीं. Anambia sasa ndio nifanye mpango kunitafutia gloves nyingine. Hizi zakapoisha kabisa nafikiri nitapata hapo pesa kununua nyingine. Anambia ndio ninunulie nyingine. Order भी कर. Anambia basi okay, nimekuelewa, nitakutolea order. Anambia lakini shemeji, मुझे ना पता हो. anambia kuna kitu ambacho hujui. आपके Shemela कॉकरोच है. anambia sikiliza, nyumba yako kuna mende. Mende yuko wapi mende? Shirok. Basi nisamehe. थोड़ी देर में आते हैं जल्दी. Anambia sikiliza, sasa fanya haraka kajiandae uteremke chini uko tufanye ibada. मत कर. Na ule wako usichelewe. Anambia usijali Shemela. Mtu na shemeji yake huyu anamuita Shirok. Sasa binti anatoka zake Good morning ma'am. Habari yako madam? Habari. Anakwenda kumwamsha kila mtu. Adia alikuja pia katika chumba hiki. Kuna binti yuko anaitwa Adia. Anaye ni mtoto katika familia hii. Basi ndio binti naye alikuja katika chumba hiki, alikuwa anamfuata kila mtu, anamwamsha ili aende kufanya ibada. Sasa alipokuja katika chumba hiki alimkuta Adia alikuwa tayari ameshaamka muda mrefu tu. इंतजार कर रहे. Anambia basi fanya haraka. तुम चिंता मत करो. Lakini usijali. Tunafahamu kama hali ya baba ni mbaya na yuko kule hospitalini, Mungu atamjalia. थोड़ी देर में आरती के लिए. Anambia sasa jambo la msingi kwa sasa uje hapo chini tufanye ibada. Sawa? Haya. Juu anafika katika chumba cha juu hii. Anakuta kiatu kiko chini. Akaona kwanza afungue mapanzi. Juu hii. Hebu amka bwana. Yaani wewe unalala kweli? Kama usiku na wangaga. Anambia jamani mimi nimechoka, naomba nilale tali sali moja tena. Why? Kwa nini? रात भर क्या कर रही थी? Kwa nini unataka ulale? Usiku wote ulikuwa unafanya kazi gani? Usiku kucha ulikuwa unafanya kazi gani? Hebu amka. Muone. Jamani. जल्दी से तैयार. Mtazameni ni wewe ni mvivu kweli. Hebu amka bwana. Twende huko tujikusanye kwa pamoja tufanye ibada hii. Sasa mara binti simu yake ilikuwa inaita. Alitoka, alitazama kulia na kushoto kuna mtu. Alipokea simu hii. Habari yako daktari? बस आज ही अवेलेबल है सर. Anasema Dr. Ashok सारी तैयारी ameshafika na tayari ameshafanya maandalizi ya kumfanyia operation baba mkwe wako. Anasema jambo la kumshukuru Mungu. Anasema ni kweli kabisa, lakini unamaanisha nini? कोशिश कर ली. Anasema ये आपके फादर इन लॉ. tumejaribu kumshawishi baba mkwe wako, lakini baba mkwe wako amekataa, yuko tayari kufanya operation. डॉक्टर अशोक Anasema na Dr. Ashok kesho ana safari kuelekea zake Uingereza. नहीं. Sasa kama akikataa na Dr. Ashok kesho akiondoka, baba mkwe wako ataweza kufanya operation. Anambia sikiliza. Hiyo operation itafanyika kabla hata Dr. Ashok hajasafiri kuelekea zake huko Uingereza. Kwa hivyo mimi nafikiri baba mkwe wangu anakataliaga watu wengine wote, lakini mimi nitakuja nitamshawishi na atakubali kufanya operation. Sasa mtu na mdogo wake bwana wako barabarani. Jamani. Lakini ujue wifi ana mdomo Yaani wifi ana gubu kweli. Yaani ananongwa. Kidogo tu eti sisi tuhangaike tupate kazi ili tumpunguzie majukumu kaka. Unajua na kera kuna wakati mwingine. Shida ni kwamba eti kaka ampatie taila kwenda kusuka endi saluni ende kukatakata kucha. Hanuingu. Anaambia usijali bwana. Usuna wewe inabidi tu mzoe. Kwani unamkasirikia? Maneno yake inabidi tu yazoe. Anaambia lakini mimi bwana wakati mwingine huwa najisikiaga vibaya. Wanamsema wifi yao. मैं बहुत लेट हो रही हूँ. Anasema sasa sikiliza. लेने मॉल जाना है. Mimi nafikiri nitakuwa nimechelewa, naomba niwe haraka sana. Na huo mzigo wangu naomba unifikishie. Anaambia usijali. Lakini usije ukasahau kwenda shopping. Kule shopping inabidi ukakutane na na wifi. Wifi nongwa. Anaambia okay, bye. उन्हें सिर्फ अपनी डिजाइन. Anaambia nenda kaonyeshe uwezo wako uliokuwa nao. क्यों?
Najua wewe una ndoto kubwa kubwa. Ni महंगाई में Anasema dada yangu, unajua una uwezo mkubwa sana ku design. Na iko ndio kipaji ambacho umebarikiwa na Mungu. Anamwambia basi usijali. Nitaenda kuonyesha uwezo wangu niliokuwa nao na Mungu atanisaidia na kazi nitapata. हे पप्पा Mungu, बहुत मानती आप naomba msaidie dada yangu इंटरव्यू kwa sababu nina imani naye na atafanya vizuri tu katika interview yake. वरना Nje ya hapo, kama utomsaidia dada yangu, nasema nitakulaumu na nitakuchukia maisha yangu yote. Binti anamwombea dada yake afanikiwe katika interview ambayo anakwenda kuifanya katika masuala ya design. Basi wakati huo alikuwa anakamilisha ibada hii ya kumtukuza Mungu, lakini pia dua mbalimbali zilikuwa zikifanyika. नारायण भोसले Narayan Bosre एक नाम नहीं anasema sio tu jina lake, एक कड़ी है yani ni kiunganishi katika familia hii. जिसने Baba mkwe hali yake ni mbaya, yuko hospitalini. हमने दिया Mimi nafikiri kwa sasa tunachopaswa kufanya क्या है tukiwa kama pamoja देनी tunapaswa kumwombea kwa Mungu. की प्रायोरिटी बस Kipaumbele chetu kwa sasa tunapaswa kumwombea kwa Mungu ili Mungu amsaidie, amsimamie ili apone kwa haraka. आज हम सबको मिलकर Kwa pamoja tukishirikiana tumwombee dua ili operation ipite kwa amani, ipite vizuri kabisa bila matatizo yote. Sasa wanamwombea baba mkwe. आरती कर ले Anasema lakini mimi nafikiri hata hii dua Mungu hatoipokea kwa sababu baba mwenyewe hayuko tayari kufanya operation. यहाँ पे Sasa unafikiri kutakuwa na haja gani? ये कोई 70s की हिंदी फिल्म है क्या? Anasema ni kweli jamani, baba amegoma kufanya operation, sasa itakuwaje? Na anasema afanye operation mpaka kaka akubali kufunga ndoa. पापा की जिद गलत है. Hiyo ndio shida iliyopo hapa nyumbani. Kaka certificate mwenyewe yuko busy tu na mambo yake, anadili na mambo yake. Baba yuko kule hospitalini, hali yake ni mbaya. Baba amekataa kufanya operation, anachotaka mpaka kaka akubali kuoa. ये कुछ समझा ही नहीं. Lakini sasa jamani, basi inatosha. सबको ऐसे लड़ते देख Ina maana nyinyi mnao furaha kwa baba yenu akiwa kule hospitalini? Mimi baba mko wangu roho inanyuma, vipi nyinyi baba yenu? Anasema hilo ndio tatizo lako. जिसके पास है Anasema tunatakiwa tutatue tatizo. Haya, mtu ambaye anazungumziwa ndio huyo hapo. Bonge moja la tajiri. Ni kijana mdogo tu, handsome boy, ana kila kitu. Dinga moja ya maana kali kwa kweli, matata anaingia katika sehemu hii. Aha. Mashine ya kazi, gari moja hatari kwa kweli, gari ya kitajiri inaingia katika sehemu hii. Wajakazi wanakuja kufungua mlango. Nani huyo? Mwamba huyo hapa. Wanamwita Sadvik, mtoto mmoja wa kitajiri, mtoto mmoja kishua hatari kwa kweli, mboga 7 kama sio mboga 10. Since 1070. Haya. Basi mimi nikwambia tu kwamba katika episodi ya pili tukamilishe hapa ili tuone nini ambacho kinakwenda kufuata. Mtoto wa kitajiri, mtoto akishua bosi kweli kweli, tajiri mji mzima wanamtambua. Wanamuita Sadvik. Mtoto anatokea katika familia ya kitajiri. Sasa anakuja katika sehemu hii. Nini ambacho kimemleta hapa, ni wapi? Basi kwa sambamba, kwa sanjari, ili tuweze kufahamu mbivu na mbichi ni ipi, nini ambacho kimemleta katika sehemu hii. Baki hapo hapo, baki na mimi. Usikose kutazama katika episodi nzuri ambayo inakwenda kufuata kutoka sasa, episodi ya 3. Hii inakamilisha episodi ya 2. चांद है